Ngoja niwaoneshe kwamba kwa nini Isaka alimwambia Esau akatafute mnyama polini. Isaka ana kila kitu nyumbani. Alikuwa na uwezo wa kumwambia Esau kachukue kondoo yule mkubwa kanichinjie, lakini akamwambia nenda kawinde polini. Kampe Miriam. Rudi hapa. Miriam, leta sadaka nikubariki. Leta hiyo. Ananipa hii hapa. Hii imetoka wapi? Aliyetoa sadaka hapo ni nani? Hii imetoka wapi? Aliyetoa sadaka ni nani? Anebarikiwa ni nani? Unajua maana ya sadaka? Unajua maana ya sadaka? Sadaka ni ulichokitaabikia. Ulichokitaabikia. Nguvu. Yaani sadaka ni kile kitu ambacho nguvu yako ilitoka katika hicho. Huyu ndio alivuja jasho. Imeandikwa kwa jasho utakula. Amevuja jasho, amepata 1000. Ameamua kumbless Miriam, hajavuja jasho. Easy like that, kapata 1000. Anakuja kanisani, anasikia nabii anamwambia leta sadaka nikubariki, analeta 1000 ambayo ni jasho la nani? Baraka zinakuja hivi piu, zinarudi hapa. Ndio maana kuna watu mpo kanisani hapa, mnadhani mnatoa mbarikiwe, kumbe mnawabariki walioko nje. Unaomba kila siku, naomba buku ya sadaka, naomba buku ya sadaka, naomba buku ya sadaka. Basi at least omba kwa mume wako kwamba hata zikipiga kona zinaenda wapi? Zinarudi nyumbani tena. Unaomba kwa ambaye huna uhakika ataoa ama haoi. Unashangaa tangu nimeanza naye mahusiano alikuwa analala chini, sasa hivi anaendesha hama. Kumbe wewe ndio umempa nini? Hama. Ndio umempa baraka, kwa sababu ulikuwa unaomba kwake na hajakuoa. Baraka zinaenda kwake. Sadaka ni kitu ambacho umekitaabikia. Kwa hiyo mzee Isaka anamwambia Esau mwanae, nenda kawinde. Manake hii mifugo iliyopo nyumbani sio jasho lako, ni jasho langu mimi baba yako. Kwa hiyo ili na wewe uje kuwa kama baba yako, nenda katoe jasho, baba yako nile jasho lako, halafu nikutamkie baraka. Ukitambua hapo, inatakiwa kila mtu afanye kazi. Sio tunaomba nauli ya kanisani, naomba 1 2 3. Utakuwa mtumwa wa huyo mtu milele. Amina. Kafanye kazi, vuja jasho, nenda katoe sadaka kwa baba yako. Mwambie baba, hii ndio wiki yangu hii ndio nguvu zangu hizi, hii ndio jasho langu hili, hii ndio kila kitu hapa. Baba yako atakwambia kuna baraka za kinywa na kuna baraka za roho. Baraka za roho haziji kwa mtu ambaye hajavuja jasho. Ndio maana Isaka anamwambia nikubariki kabla roho yangu haijafa. Kuna baraka inakaaga kwenye roho ya mtu, haitokuja juu yako kama hujatoa jasho kwenye jambo fulani. Lazima uumie ili kusudi roho ifunguke juu yako. Mimi hapa natoka hapa kanisani, nimechukua 3000 hapa, nambariki mwanangu Telesia, chukua. Alafu tumefika kanisani, nimehubiri, kaguswa na Roho Mtakatifu, anairudisha na yeye. Ananipa tena mimi baba, na i-connect na nilimpa mwenyewe. Ni sawa na mimi mwenyewe kufanya hivi, natoa kushoto, naweka kulia. Hakuna alichokifanya kipi hapo. Mmenielewa? So kitu ambacho mzee Isaka alikuwa anakitaka kwa Esau ni nguvu za Esau kuwajibika kwa ajili ya kuleta matunda, ili matunda yamfurahishe baba, ambariki mwanae. Vya kupewa vingi sana sio sadaka. Vya kuhongwa, mnanielewa? Vya kuhongwa huaga sio sadaka. Umekesha kazini, hospitalini,
Ile ambayo unasinzia huku na mdunga mtu sindano hapo kwambia chukua 1000, ile ndio sadaka yenyewe. Sasa unatamani ulale kama wengine, lakini majukumu nakwambia kesha. Halafu ile ya mkesha ile unasema baba, hii ndio sadaka, jana sija hapa niko hoi. Sasa ile ndio sadaka ambayo baba yako akikwambia mwanangu nakubariki, unaona baraka. Umenielewa? Usiombe kwa mama ukaleta sadaka ukasema nataka mabadiliko ya uchumi. Sasa mbona Jacobo mama yake alivyochukua kwenye zizi, alivyochukua kondoo huyo mnyama aliyemtaka kwenye zizi la ndani, still bado alibarikiwa? Still bado alibarikiwa. Soma scenario inasemaje? Scenario nzima inakwaje? Rebeka alisemaje? Alimwambia kwamba nenda kachukue nyama kwenye zizi nije nimtengeneze, lakini kwenye process paka babake kumbariki alitumia nguvu. Unaweza kutumia njia ya Yakobo kupata baraka in real life. Kwenye uhalisia tu wakaelewa, una uwezo kutumia njia ya Yakobo kupata baraka, kwamba ufanye mchezo aliofanya Yakobo kumzunguka Esau ili upate baraka. Unaweza kutumia hiyo kanuni, ile kanuni ngumu ambayo hakuna kizazi cha leo hakuna anayeweza kuifanya, hakuna anayeweza kuiapply, kwa sababu aliyecheza ule mchezo sio Yakobo, ni mama. Mama alimwambia hivi, nenda kwenye zizi, sawa, kachukue mnyama, alafu mimi mama nitampika. Aliyeolewa na mzee Isaka ni Yakobo, ni Rebeka? Anayejua chakula anachohitaji mzee Isaka ni Yakobo, ni Rebeka? Esau aliambiwa aje ampe mama yake apike ama apike Esau? Anayejua kuikamata nafsi ya mzee Isaka ni Rebeka. So Esau alikuwa ajue exact ni chakula gani baba yake kikipikwa na kipenda, isipokuwa ni mke wake. Na Isaka alikuwa tayari kula mapishi ya aina yoyote as long as mwanae ndiye amepika, kwa sababu alimtuma. Lakini leo Rebeka anasema najua baba yako udhaifu, weakness yake naijua, akigusa ladha fulani huwa afuatili mara 2 mara 3, umakini wake wote unapotea. Rebeka akapika chakula ambacho mume wake anajua mume wake anapenda kula nini. Yani Esau hajui. Baba ukizidisha mafuta huwa hapendi kwa sababu ana pressure. Rebeka anajua ukizidisha mafuta mume wangu ni mgonjwa, kwa anajua udhaifu wa mume wake. Ndipo Yakobo akaenda kwenye zizi akaua mnyama. Nataka nikuonyeshe hiyo kanuni kama unaweza kuitumia ukabarikiwa. Ni simple. Yakobo akaenda akachukua mnyama, akaua mnyama, akamchuna ngozi, mama yake akampika vizuri, akampelekea baba yake akala. Baba yake akajua ni mwanae Esau. Sasa kwenye kubarikiwa Rebeka akamwambia Yakobo, baba yako anamjua Esau vizuri mwili wake mpaka harufu yake. Mzazi yoyote huwa anaijua harufu ya mtoto wake, na mtoto anajua harufu ya mama yake. Na ndio maana hata usiku mtoto ukimpeleka kwa mama ambaye sio wa kwake, jasho zile ni mbili tofauti, anajua huyu sio mama yangu. Anaweza ashindwe kuongea, lakini anashajua huyu sio mama yangu. Na sasa mzee Isaka, Yakobo amekuja. Rebeka akajua Esau ana manyoya, Yakobo hana manyoya. Hiyo njia hiyo. Rebeka akachukua ile ngozi ya mnyama iliyochunwa akambandika Yakobo. Unaweza kufanya hivyo? Hapana. Akambandika Yakobo. Mzee Isaka akipapasa anaona manyoya, na mwenye manyoya ni Esau. Akasema hivi, mwili ni wa Esau, lakini harufu ni ya Yakobo. Mwili nikiugusa ni Esau. Akitaka kumpapasa mgongoni, Rebeka yuko makini, anabandika ngozi ya kondoo kwenye mgongo. Anapapasa anaona manyoya. Hebu leta mguu wako, anabandika ngozi ya kondoo. Akigusa anaona manyoya. Anasema mwili ni kweli ni ni Esau, lakini harufu nikinusa ni Yakobo. Afu Yakobo akamwambia mimi ni mwanao Esau. Ndipo akaachilia baraka. Lakini triki aliyoicheza ni mama. Yakobo alikuwa hana akili ya kubandika ngozi kwenye mwili wake. Yakobo alikuwa hajui baba anapenda mapishi ya aina gani.
Mama ndio alifanya. Kwa hiyo baraka ya Yakobo si ya Yakobo, ni ya mama yake. Ndio maana Yakobo ni kipenzi cha mama, Esau ni kipenzi cha baba. Na ndio maana wakati Esau amekuja na mwambia baba nimerudi, Biblia inasema Isaka alilia sana kwa sababu alimpenda Esau kuliko Yakobo. Na baraka ya kweli kwenye maisha ya mwanadamu iko moja tu. The moment imeachiliwa, hakunaga baraka nyingine. Usikubali mama yako baba yako kufa kabla hajaachilia baraka kwenye maisha yako. Inakuwaga moja tu, na ni bahati nasibu itaanguka kwa nani. Ndio maana mnaweza